somo na kulihitimisha somo linalohusiana na homa. Leo tunaenda kuangalia homa na matibabu. Tunaenda kuangaza zaidi kuhusiana na dalili kuu za homa. Tunaenda kuangalia aina za homa. Tunaenda kuangalia na matibabu. Tunaenda kuangalia na tahadhari pale unapokuwa na katika hali ya homa. Mambo hayo ni ya kuzingatia sana kwa sababu mara nyingi katika mlolongo wa maisha ya mwanadamu homa huwa inampata, kwa sababu ni mojawapo ya sehemu inayoashiria kuonya mwili makosa yaliyotendeka. Katika kuangalia ni dalili zipi kwa ujumla ambazo zinapatikana kwenye hali ya homa. Kwenye hali ya homa dalili ambazo zinaweza zikapatikana ni joto kupanda. Joto kupanda ni kwa sababu ya uchafu unaounguzwa mwilini na unaolazimishwa kutoka. Na hivyo kufanya katika hali ya kuunguzwa na kulazimishwa kutoka unasababisha joto kupanda. Utaangalia kwenye homa ya malaria joto linapanda, homa ya matumbo joto linapanda, homa ya siku 3 joto linapanda, homa ya manjano joto linapanda. Vile vile homa huwa inaambatana na mafua au baridi. Baridi huwa inaambatana na mafua ni kwa sababu mara nyingi mgonjwa huwa anahisi hali ya baridi anapokuwa na homa, huku mwili joto likiwa ni kali. Sasa ndo mambo mawili ya kujiuliza. Ndio wana wagonjwa wengi unakuta na homa, lakini ukigusa kwenye mwili unaona hali fulani ya joto kubwa, lakini yeye anahitaji kwenda kukaa zaidi kwenye jua. Hali hiyo pia ni dalili mojawapo ya homa. Utaona baridi, wakati mwingine unaweza usione dalili hii kwenye aina zote za aina nyingine za homa. Wakati mwingine homa huwa inamfanya mtu ajisikie mwili kuwa dhaifu. Ni kwa sababu ya mwili umelemewa na uchafu. Mara nyingi uchafu unapolemewa mwili unakuwa dhaifu, mtu anajisikia hawezi akafanya chochote. Hiyo ni mojawapo ya dalili muhimu sana ya homa, kwamba mwili unajisikia hali ya udhaifu kwa sababu ya sumu ambayo imeenea kwenye mfumo wote. Dalili nyingine muhimu ya homa ni mapigo ya moyo kwenda haraka halafu na kupumua kunaongezeka, kwa sababu mapafu yanakuwa yamelemewa na uchafu na mwili unajifanya juhudi ya kuondoa ule uchafu kwa kulazimisha damu kuzunguka kwenye mfumo wote ili kuweza kuondoa ile hali ya homa. Hali nyingine inaweza kuambatana na homa ni hali ya mkojo kuwa kidogo na kubadilika rangi na kuwa na harufu. Hiyo ni dalili mojawapo pia ya homa. Dalili nyingine ya homa kwa ujumla unakuta inaathiri mfumo wa umeng'enyaji. Mfumo wa umeng'enyaji unapoathiriwa na homa utaona kwenye ulimi kunakuwa na utando kama mweupe unaosababisha ladha ya chakula kupotea. Mtu anapoteza hata akionja kitu hawezi akajua ni kitu gani, kwa sababu ya ule maambukizi kwenye mfumo wa umeng'enyaji yanasababisha ulimi kuwa na utamu. Utaona kwenye homa inayojirudia baada ya siku 3 kunakuwa na mabadiliko kwenye utando wa ulimi. Kwenye homa ya matumbo kunakuwa na utando kwenye ulimi. Nyingine dalili inayoambatana na mfumo wa umeng'enyaji wa homa inakuwa ni kuharisha na kutapika. Mara nyingi hii hali ipo kwenye ugonjwa wa homa ya matumbo. Mara nyingi mgonjwa anapata hali ya kutapika kwa sababu ugonjwa wa homa ya matumbo unaenda kuathiri tezi ambazo ziko tumboni. Na dalili nyingine nyingi utaona kwa kadri tunavyoendelea kuangalia. Baada ya kuangalia dalili kwa ujumla, tuangalie aina za homa na matibabu yake. Kwa ujumla, baada ya kuangalia dalili hizo, tuangalie homa, dalili na vyanzo husika na namna ya kuitibu. Tunaanza na homa ya siku 3. Aina ya kwanza ya homa ni homa ya siku 3. Kuna aina nyingi za homa. Homa ya siku 3 inaitwa febrile au ephemeral fever. Ni homa ambayo inampata mtu na inadumu ndani ya siku 3 inakuwa imepona. Homa hii
wakati mwingine inaweza kachukua wiki au siku 10. Kwa hiyo ile namna kwamba inachukua siku 3 ni jina walilolipa baada ya kuona kwamba mara nyingi wagonjwa wengi wanachukua siku 3 wanapona. Huwa hii homa huwa inaambatana kuumwa kichwa. Nini kinachofanya hii homa ya siku 3 itokee? Homa ambayo inampata mtu kwa siku chache na inaondoka. Homa hii huwa inasababishwa na mtu kufanya kazi kupita kiasi. Moja ya chanzo kikubwa cha homa ya siku 3 ni kufanya kazi kupita kiasi. Kula kupita kiasi, kutokulala au kukosa usingizi, kupigwa jua kupita kawaida, inamfanya mtu apate na homa. Kwa hiyo hii ni homa ambayo huwa haiambatani na maambukizi. Sio kama homa nyingine kama homa ya matumbo na homa inayojirudia au homa ya malaria ambayo huwa ni sababu ya maambukizi kwenye mfumo. Tumeona hiyo. Kwa hiyo aina ya homa hii mara nyingi huwa inampata mtu ghafla. Ameenda kufanya kazi, amemaliza kufanya kazi, anarudi anakuta ana homa. Anajiuliza nimepata na nini? Hii ni malaria au ni nini? Kumbe ni kwa sababu ya kutokupumzika, kufanya kazi kupita kiasi, kupigwa jua, unapata hii homa ambayo tunaita homa ya siku 3. Na mara nyingi huwa inaambatana na udhaifu, kwa sababu mara nyingi unapofanya kupata kazi kupita kiasi, unapofika kupita kiasi, sumu inarundikana mwilini. Na mwili unafanya jitihada kuondoa ile sumu. Kwa hiyo unapatwa na udhaifu, unakosa hamu ya kula kwa sababu mwili umelemewa na sumu na umeenda kuathiri mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Kuna ngozi inakuwa ya joto sana kwa sababu dalili moja hapo ya homa inakuwa ni hiyo. Halafu mapigo yanaenda haraka sana na maumivu, na kunakuwa na maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, miguu, kufunga choo kunatokea na mkojo unakuwa na rangi nyeusi. Hii inaweza kukupa kwamba hii homa ina viashiria hivyo. Kwa hiyo dalili zake ni za kawaida tu, sio dalili kali kama nyingine. Tuangalie, baada ya kuangalia hiyo, tuangalie jambo hili. Baada ya kuangalia tuone utatibuje homa hii ya siku 3. Cha kwanza, katika kutibu homa, zingatia kile kinachosababisha homa, unakiondoa. Na inasema kwamba bila kuondoa chanzo husika cha ugonjwa, kwenye kitabu cha Injili ya Afya na Elimu ya Matibabu, huwezi ukawa na matibabu bora. Ili uweze kupona hii homa, kama ulifanya kazi kupita kiasi, upate muda wa kupumzika. Kama ulikula kupita kiasi, upate muda wa kufunga milo 2 au 3 na ule chakula cha kawaida, na baada ya kupona homa urejee kwenye ulaji wa kawaida. Oga maji ya baridi au vuguvugu. Katika homa hii ya siku 3, uoge mara kwa mara, kama ni mara 3 kwa siku. Halafu oga maji ya baridi au ya vuguvugu. Maji ya baridi yanaenda kusababisha kushusha ile joto na kuponya kile kichwa kinachouma, na hivyo kuleta uponyaji mzuri. Kingine, jikande kwa maji mwili mzima. Kuna wengine wanajikanda mgongoni, mara nyingi kwenye homa jikande mgongoni. Kwenye aina hii ya homa ujikande mgongoni, inaleta kwa maji ya moto, inaleta matibabu ya hii homa. Vile vile tumia njia ya bomba kuingiza maji kwenye sehemu ya haja kubwa, kushusha joto. Mara nyingi tunaita hii njia enema kwa jina jingine, kwa jina zuri. Enema inaleta matibabu mazuri na ya ajabu sana katika matibabu ya homa. Ukiangalia baada ya hapo baada ya kuangalia hiyo homa na matibabu yake, twende kwenye homa nyingine inaitwa homa ya matumbo au typhoid. Homa ya matumbo au typhoid inatokana na jina halisi homa ya matumbo. Maana yake shida kubwa inakuwa kwenye matumbo. Ijapokuwa utaona joto limepanda, kichwa kinauma, lakini shida kubwa ya hii homa ni kwenye matumbo. Sasa homa hii inakuwa na dalili zifuatazo. Kunakuwa na baridi sio na mpangilio. Mgonjwa anajisikia baridi sio kuu inaeleweka. Asubuhi anajisikia vizuri, lakini usiku homa na joto linakuwa limepanda sana. Kwa hiyo unaona kutokuwa na mpangilio wa baridi. Anakuwa anaumwa kichwa mara kwa mara mgonjwa na mwenye homa ya matumbo ambayo tunaita homa au typhoid. Anakuwa anatapika. Kwa nini anatapika? Ukilinganisha na homa ya siku 3, mgonjwa huwa hatapiki, lakini hii anatapika na wakati mwingine kuharisha.
Ni kwa sababu ni homa inayoathiri matumbo, maanake utumbo mpana na utumbo mwembamba. Inaenda kuathiri kwenye tezi za utatu au utumbo mwembamba. Matumbo yanakuwa yanalegea. Mgonjwa wakati mwingine mwenye homa ya matumbo anatoka na damu puani au anatoka na damu. Hii damu inatoka kwenye mapafu. Au wakati mwingine anaweza akatapika matapishi yenye mchanganyiko wa damu au anaharisha mhalo wenye mchanganyiko na damu. Ni kwa sababu kwenye utumbo mle ikifikia hali ya juu ya homa ya matumbo, ule utumbo unatoboka, ule utumbo unalika, ile damu inatoka mle. Kwa hiyo mgonjwa anaharisha damu. Mikono kuwa na rangi nyekundu, mikono na miguu inakuwa na rangi nyekundu. Ulimi mara nyingi kwenye homa ya matumbo unafunikwa na utando mweupe wa manjano au wa kahawia. Kwa wakati mwingine matumbo huwa yanajaa gesi na damu mara nyingi huwa inavuja mapavuni. Baada ya kuangalia hii homa, tumeona kwamba homa hii kuitofautisha na homa iliyopita, homa ya siku 3, huwa inaathiri mfumo mwenyaji. Unaona utando kwenye ulimi, unaona matumbo kulegea, unaona damu inavuja kwenye matumbo au kwenye mapafu, na unaona hali ya kutapika au kuharisha, ambapo hizo dalili hazipo kwenye homa ya siku 3. Nini mara nyingi damu mtu anapokuwa anapata haja anakuwa anatoka damu. Ile damu mara nyingi huwa haitoki tumboni, maana hata mgonjwa wenye madonda ya tumbo anaweza akajisaidia kinyesi ambacho kina damu. Sasa tofauti ya kinyesi ambacho kina damu iliyosababishwa na homa ya matumbo ni nini? Damu mara nyingi inayotoka na kinyesi huwa haitoki kwenye tumbo moja kwa moja, huwa inatoka kwenye sehemu ya mwisho ya utumbo mpana. Mara nyingi mgonjwa mwenye dalili ya typhoid huwa kuna madoa yaliyoibuka kwenye tumbo. Homa huwa ndogo asubuhi na inaongezeka jioni. Ndio dalili nyingine tena kutofautisha na homa nyingine. Kuna homa tunaita pernicious fever au remittent fever, ambayo yenyewe homa huwa ni kali asubuhi lakini jioni inakuwa ndogo. Kwa hiyo hizi dalili ni za muhimu sana unapojifunza ugonjwa. Mara nyingi jifunze dalili. Watu wengi wanakuwa wajinga wa dalili na wanakuwa wanategemea kwenye vifaa hadi akapime, nenda maabara ukapime, lakini ni wajibu. Mungu anasema somo linalohusiana na vyanzo na magonjwa na vyanzo vya magonjwa ni yani jambo la msingi. Lazima ujue dalili. Ugonjwa huu unasababishwa na nini? Ugonjwa huu unasababishwa na vimelea. Ugonjwa huu sio kama ule ugonjwa mwingine labda unasababishwa na kutokula, kutolala, kufanya mambo mengine kupitiliza kawaida. Mara nyingi ugonjwa huu ni ugonjwa unaosababishwa na vimelea. Maambukizi yake ni kupitia maji yenye maambukizi au maji machafu au chakula chenye maambukizi. Hiyo ndio vyanzo vikubwa. Na mara nyingi wameenda zaidi wakasema kwamba unasababishwa na bakteria aina ya Salmonella typhi ambayo inasababisha hii ugonjwa, lakini kwa lugha moja tumesema unasababishwa na vimelea ambao unasababisha typhoid. Ugonjwa huu unaweza kuchukua wiki 2 au wiki 4 hadi wiki 4, maana hapo unaweza kuchukua hata mwezi mzima. Matibabu yake, ili uweze kutibu huu ugonjwa homa ya matumbo, kuna njia ambazo zimesanifishwa na neno la Mungu. Mara nyingi tahadhari kwenye kutibu homa, haupasi kutumia madawa. Kama unataka kuwa salama katika magonjwa ya homa au dalili zinazoambatana na homa, acha kutumia madawa ya viwandani katika kutibu. Yaenda kuangalia nukuu mbalimbali. Acha kutumia vyakula vinavyosisimua kama nyama na vyakula vingine vyenye mafuta mengi kama mafuta ya nguruwe, na acha kutumia vileo. Unaweza kukuta homa unaweza kuitibu kwa njia ya kawaida, lakini tofauti na hapo itakulazimu utumie madawa ya viwandani kwa sababu mfumo umeuharibu. Cha kwanza ili uweze kutibu ugonjwa huu, ondoa kitu kinachopelekea ugonjwa huu. Hakikisha maji yako na chakula chako kinakuwa katika hali ya usafi mkubwa. Kama maji yako unaona kabisa maji hayako salama, chemsha maji ya kunywa. Mara nyingi watu wamekuwa na desturi ya
chukua maji kwenye visima, mitalo, mito, unakunywa. Sasa yale maji ndio unakuta na vimelea vya homa ya matumbo. Chemsha maji, unaweza ukapata hiyo. Oga hewa ya moto. Mgonjwa mwenye homa ya matumbo anapaswa kukaa kwenye sehemu yenye hewa ya joto, au tunasema hot air bus, kwenye njia kama taxi bus. Mgonjwa anaweka kwenye chumba cha kwanza chenye joto fulani, anapeleka kwenye chumba cha pili kwenye joto lililo na kiwango kikubwa, anapeleka kwenye chumba kingine chenye joto lililo kubwa zaidi. Au wakati mwingine mgonjwa mwenye typhoid anashauriwa kujifukiza. Kwani kujifukiza kusaidia kuondoa sumu kupitia matundu ya ngozi. Wakati mwingine wet sheet pack. Njia hii ya kutumia kibandiko kinyefu, maana unamfunga mgonjwa toka shingoni hadi miguuni na blanketi kubwa, anaweza akalala kitandani akasimama na unalisugua kwa juu ili kusaidia kutokwa na jasho na kutoka na sumu ya mdudu yule. Turkish bath kama nilivyoisema hapo, tunasema ni njia ambayo mgonjwa anaoga hewa ya moto. Njia nyingine za kutoka jasho naweza kutumia. Mgonjwa adumishe kuoga mara kwa mara. Mkando kwenye matumbo. Hapa ndipo panahitaji uangalizi mkubwa sana. Kwamba mgonjwa anapokuwa ana homa hii, lazima fomentation au mkando ufanyike juu ya tumbo. Anasema kwenye manuscript list ya 20 ukurasa wa 278 ya pili, anasema mtu akiwa na homa anasema ninafikiria kwamba barafu iliyotumika ni kosa. Nuru ambao niliyopewa kuhusiana na hali hatarishi mbalimbali zimewasilishwa kwangu kama mtoto mgonjwa niliyekuwa nikimhudumia. Na kwa kila hali maelekezo yalitolewa: usitumie barafu kichwani, bali maji ya baridi. Tumia fomentation ya joto kwenye tumbo na ini. Hiki kitatuliza homa haraka kuliko maji baridi. Matokeo anasema tumia fomentation ya joto kwenye tumbo na ini. Unapokuwa na homa ya matumbo, hakikisha juu ya tumbo, juu ya ini na bandama unatumia fomentation au mkando wenye moto. Kwa nini? Hali hii ya homa huwa inalenga zaidi na kuathiri kwenye sehemu ya matumbo, kwenye sehemu ya bandama. Kwa hiyo unapotumia fomentation au mkando wa moto, unaenda kuiua ile homa. Mara nyingi homa hii ya typhoid, ini na bandama huwa vinavimba. Kwa ndio tunashauri utumie fomentation ya moto juu ya tumbo. Wengi wamekuwa wakisumbuka na typhoid muda mrefu, ni wahanga, kwa sababu hawajui ni njia zipi utaunganisha katika kutibu homa. Wanasema kwenye kitabu cha Women of Vision ukurasa wa 338 aya 6 au biography ya 4 ukurasa wa 293 aya 2, anasema fomentation ya joto katika homa itaua mwako katika hali 9 kati ya 10 mahali barafu itakapotumika. Kwa kumbe fomentation ya joto katika homa huwa inaua mwako. Kwa fomentation ya joto inaelekezwa wapi? Kwenye tumbo na ini na matumbo. Tumesema mkando, kama una mkanda mgondo wa homa, mkando mgongoni. Hiyo ndo falsafa ya kutibu homa kwa njia ya maji. Baada ya kuona hapo, pia mgonjwa huyu anapaswa apewe enema ya baridi. Maana yake uingize maji ya baridi kwenye sehemu ya haja kubwa ili kushusha ile joto. Njia nyingine, tukiachana njia za maji na njia za hewa, njia nyingine ambayo inaweza kuleta matibabu mazuri ya homa ya matumbo, ukiunganisha. Tuelewane hapa. Unapotibu ugonjwa, penda kuunganisha njia mbalimbali. Hata homa ya matumbo, wewe ukasema udumishe usafi upone, hapana. Itabidi uunganishe kuwa msafi ili kuondoa yale vile vyanzo husika vya homa. Oga hewa ya moto au touch bath. Tumia njia za enema, tumia fomentation kwa wakati unapokuwa unatibu homa kwa wakati mmoja. Tumia njia moja, hautaponya ugonjwa kwa kiwango kinachotakiwa. Tunakuja kutumia njia ya mimea au tunasema wakati mwingine kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kizuri sana kwa magonjwa ya tumbo.
hasa homa ya matumbo kwa sababu inasababishwa na vimelea. Mkaa ni mzuri sana kwa ajili ya unapounganishwa na kitunguu saumu kwa ajili ya kutibu homa ya matumbo, kwa sababu kitunguu saumu kina sifa ya kwenda kuua vile vimelea tunaita Salmonella typhi inayosababisha homa ya matumbo. Lakini mkaa unaenda kuua mwako uliosababishwa na hao vimelea. Kwa hiyo jaribu kuunganisha vitu hivyo unapotibu homa ya matumbo. Tumia tope la mkaa, koroga kwenye maji ya moto. Chukua mkaa uliosagwa, koroga kwenye maji ya moto, unywe ule mchanganyiko. Chukua na kitunguu saumu punje 2 au 3, tafuna. Unaweza kufanya mara 3 kwa siku. Utaona umeponya. Kwa sababu baada ya kuongelea zile njia za maji, njia ambayo inaweza kuua kimelea moja kwa moja ni kitunguu saumu, na kwenda kuua mwako uliomo ndani ya tumbo kisaidiwa na maji uliyofanya fermentation juu ya tumbo, ni njia ya kutumia mkaa. Ujaribu njia hizi katika hali ya homa ya matumbo, utapata matokeo mazuri sana. Tunaachana na hiyo homa, tunaingia homa nyingine inaitwa homa ya typhus. Homa hii, kabla ya kupatwa na homa hii, mara nyingi hii homa huwa inawapata watu mara nyingi kwenye msongamano wa watu wengi, magerezani, mashuleni. Mara nyingi hii homa mara yake inachangiwa na kuwa katika msongamano mkubwa wa watu. Hii homa ukiachana homa ya matumbo, kabla ya mtu kupata na homa hii huwa ana mafua kidogo, huwa anauma kichwa na kukosa usingizi, hamu ya kula inapotea, na huwa anapata kikohozi, maji kutoka machoni na puani. Hii homa mara nyingi imepata sana. Unakuta kabla kupata ugonjwa unakuta makamasi mepesi kama maji yanakutoka puani. Machoni unamkuta mtu anatoka na maji na kama machozi kama amepigwa kabla ya hii homa kumpata. Hii homa utofauti wake na homa ya matumbo ni huo. Kwenye homa ya matumbo mtu huwa hatoki na kamasi jepesi au maji machoni. Pale ugonjwa unapoanza huwa kuna mafua makali yakifuatiwa na homa kali. Hii pale baada ya ugonjwa kuanza, tumeona kwenye homa ya matumbo hakuna mafua. Lakini kwenye homa hii kunakuwa na mafua, na mara nyingi mgonjwa anakuwa na shida ya kuwa na mafua makali na homa kali. Hadi mgonjwa kichwa kinakuwa kizito na anapatwa ganzi kwa sababu ya ile homa kali na mafua. Anakuwa anatetemeka kwa sababu ya ile mwili unahisi ana baridi kali. Na mara nyingi ulimi unakuwa na utando mzito wa kahawia. Tofauti na utando ulioko kwenye typhoid unakuwa mweupe au njano au kahawia. Huu unakuwa wa kahawia. Kwenye masikio unasikia mgonjwa anasikia kama vitu vya kugonga vinagonga, na mara nyingi akitumia dawa kama tangawizi akitafuna ili kuweza kuangalia ni ugonjwa huu, atajisikia masikioni humu pameanza kama kumwasha. Kwa hiyo unaona kwamba huu ni ugonjwa, homa ya typhus. Vipele vyekundu kuota kwenye ngozi, na anakuwa na hali ya kutopata hisia, yaani mwili unakosa hisia kama umekufa ganzi. Utatibu kwa kutumia nini? Mkando wa baridi juu ya kichwa. Unapotumia hii, mfanye kama tulivyoona kwenye nukuu ya manuscript ya 20. Kama tulivyoisoma kwamba unapotibu homa, hakikisha kichwani unatumia mkando wa baridi. Unaweza kumnawisha mtu kwa maji ya baridi, unaweza kumfunga kitambaa au kofia yenye iliyoloweshwa kwenye maji ya baridi ili kuweza kutuliza maumivu ya kichwa, kwa sababu homa hii huwa inaambatana kumfanya mtu akose hisia, anakosa mfumo wa fahamu, unakosa muunganiko mzuri. Enema baridi inapaswa kutumika pale njia nyingine zikishindwa. Enema ya baridi kwa ajili ya kushusha joto. Mara nyingi mgonjwa wa homa ukiachana njia ya kujitumbukiza kwenye maji ya baridi, njia nyingine ambayo inaweza kushusha joto ni enema ya baridi. Maana yake unatumia njia ya bomba au maji unaingiza sehemu ya haja kubwa maji baridi. Kuoga maji ya moto au kufunga blanketi ya moto kunaleta matibabu makubwa kwenye homa hii. Unapooga maji ya moto kwa kujimwagia au kwa kujidumbukiza kwenye maji ya moto au kuoga maji ya moto au kujifunga blanketi ya moto, tunaita wet sheet pack, inaleta matibabu ya hii homa. Zingatia usafi.
tumia lishe nzuri kwenye wakati wa homa. Kuna lishe ambao ipo kwa ajili ya wagonjwa wa homa. Lishe iliyopendekezwa kwa ajili ya wagonjwa wa homa ni lishe yenye nafaka. Maana lishe kama yenye nafaka kama mkate na vyakula vingine, lakini epuka vyakula vya nyama, epuka mboga za majani kwenye wakati wa homa kwa sababu ya ugumu wake katika kumeng'enya. Tumia juisi ya matunda. Kama limao, juisi ya limao, maji ya limao, inaweza kuwa ni maji ya moto ya limao au maji ya baridi ya limao. Tunasema au maji ya apple. Hao yanasaidia sana katika kutibu homa. Baada ya kuangalia hiyo, tuangalie homa nyingine hatarishi tena, inaitwa homa ya manjano. Homa ya manjano kama jina ilivyo, maana yake ni homa ambayo inaambatana na mtu anaonekana ngozi yake inabadilika na kuelekea katika hali ya manjano. Mkojo unakuwa wa njano na wakati mwingine katika hali nyingine hatarishi. Homa hii mara nyingi huwa inaathiri viungo vinavyohusika na utengenezaji wa damu kama ini na damu. Anasema mgonjwa akipatwa na mafua, ukiangalia hii homa ya manjano huwa ina hatua. Kwa upande wa homa ya manjano huwa kuna hatua zake. Kama ina hatua ya kwanza ambapo kunakuwa na homa, baadaye inapotea, inakuja kujirudi. Mara nyingi homa ya manjano hatua ya kwanza huwa ni homa, inakuwepo homa ya kawaida tu, baadaye inapotea. Inakuja hatua ya tatu ambapo mtu machoni kimwangalia yale manjano unayoona kwenye ngozi, ule manjano unaona hata kwenye kiganja. Hii inasababishwa na athari kwenye ini. Na mara nyingi homa hii kwa ujumla unapoenda kuitibu inakuwa njia zinaambatana na njia nyingine, lakini pia unatumia na njia nyingine, hasa njia za miti. Mchaichai umeaminika sana kwa kutibu homa ya manjano kwa sababu unakuwa na uhusiano mkubwa na ini. Na mara nyingi fanya fermentation ya moto juu ya ini kwa mgonjwa wenye homa ya manjano na juu ya bandama. Mfanye mgonjwa atoke na jasho kwa kutumia Turkish bath, na njia ya kumweka mgonjwa kwenye hewa ya moto. Mfunge na blanketi au unaweza wet sheet pack lililoonyeshwa kwenye maji ya moto kumfanya atoke na jasho. Kwa sababu hii homa huwa inaambatana na hali ya mkojo kubadilika rangi. Mfanye mgonjwa atumie maji ya limao, yanaweza kusaidia kusafisha uchafu kwenye sehemu ya tumbo na kusafisha ini, kwa sababu mara nyingi chochote kinachofika tumboni huwa kinachukuliwa kwanza kupelekwa kwenye ini. Kwa hiyo yale maji ya limao yanapofika tumboni yanachukuliwa na kupelekwa kwenye ini, yanaenda kusafisha ini na kuua wale vimelea. Kwa muda wa siku 3 tunapotibu hii homa ya manjano, mgonjwa anatakiwa kutumia maji ya shayiri. Anatakiwa atumie guleli ya oatmeal, maziwa ya maji ya chokaa anapaswa yatumie sana mgonjwa wa homa ya manjano. Kuna homa nyingine hatarishi inaitwa homa ya tauni. Ni homa ambayo tunazikusia tu lakini hatutaziongelea. Homa ya tauni ni miongoni mwa homa ambayo huwa zinaua sana. Homa zipo nyingi. Kuna homa ya mapafu ambayo tunaita pneumonia. Homa hii huwa inawapata mara nyingi watoto wadogo na watu wazima. Pneumonia unakuta mtu anapumua kwa shida. Homa hii unaweza kuitibu kwa kufanya fermentation juu ya mapafu. Fermentation ya moto juu ya mapafu au kukanda kwa maji ya moto juu ya mapafu. Unaweza kutibu vizuri homa homa ya mapafu. Unaweza kuitibu tena homa hii kwa kuweka mguu kwenye maji ya moto na mkono kwenye maji ya moto. Ukiachana homa hiyo, kuna homa ya ubongo, kuna homa ya baridi yabisi na homa nyingine nyingi na homa ya malaria. Lakini njia tunazoweza kusema usitumie katika hali hizi. Katika hali hizi za homa,
kuna jambo ambalo napaswa tulisema mwanzoni. Kuna mambo ya kujikinga dhidi ya homa. Unapotaka usipatwe na homa au homa isijirudie kukupata, dumisha mambo yafuatayo. Dumisha usafi. Usafi unakukinga na homa. Tuone kwenye kitabu cha Injili ya Afya na Elimu ya Matibabu. Anasema basi baadhi ya watu, ni kitabu cha manuscript hizi ya 3 kurasa 354 ya kwanza. Baadhi ya watu muomba Mungu kuzilinda familia zao dhidi ya maradhi yote na magonjwa. Wakati uchafu na kukosa usafi kunaonekana katika nyumba, vikiwa na vitu vilivyosababisha ugonjwa, Mungu anaweza kulitukuza jina lake kwa kufanya miujiza kuzuia balaa ugonjwa kuja katika makazi ya wale ambao hawafanyi kazi kuzuia malaria na homa. Swali linaulizwa, je, Mungu anaweza kukulinda wewe kuondokana na homa na malaria wakati wewe mwenyewe hufanyi juhudi yoyote? Anasema Bwana hawezi kufanya kazi kwa njia hii. Wakala wa kibinadamu lazima afanye sehemu yake kwa akili, kuweka mwili wake na nguo zake katika hali ya usafi, na kila chumba katika nyumba kuwa na mpangilio. Baadaye Bwana anaweza kukaribia makazi yake. Nitaheshimiwa, asema Bwana, kwa wao kunikaribia mimi. Kwa hiyo kumbe kwenye homa nyingi wengi huwa hawazingatii usafi. Sakafu inajaa vimelea vya ugonjwa. Wengi wanakuwa analia na homa ni kwa sababu nguo zao, matandiko yao yanakuwa na vimelea vya homa. Na hivyo Mungu aweza akafanya kazi kuweza kuondoa balaa la ugonjwa huu kwa njia hiyo. Kwa hiyo unapokuwa umepata na homa, jambo la kwanza, zingatia usafi. Utaona hata homa yenyewe utaitibu kwa njia rahisi sana. Lakini pasipo kuzingatia usafi, kuruhusu vumbi liwemo ndani, nyumba chafu au chumba cha mgonjwa kichafu, matandiko hayabadilishwi, unaweza ukakuta unakaa na homa hata miezi mitatu. Lakini zingatia usafi, utaona homa inaondoka mapema. How to live, ukurasa wa 57 inasema, endapo homa ikiingia kwenye familia, mara kwa mara zaidi ya mtu mmoja huwa na homa hiyo hiyo. Homa tumeona ikiingia kwenye familia inakuwa imewapata watu. Unaweza kukuta mtu mmoja ameambukizwa, unakuta watu wote mpata na ile homa. Hii haihitajiki endapo tabia za familia zingesahihishwa. Ikiwa lishe yao ingekuwa kama ilivyopaswa na wangezingatia tabia za usafi na kutambua umuhimu wa mzunguko wa hewa, homa isingehitaji kuenea kwa mtu mwingine wa familia. Kama watu wangezingatia usafi kwenye familia, homa isingeenea. Ndio tumesema homa kuweza kuenea kwa wanafamilia, unakuta ni makosa ya usafi miongoni mwa familia. Na hicho Bwana anachukizwa nacho. Sababu ya kwamba homa hubakia ikihatarisha wahudumu ni kwa sababu chumba cha mgonjwa hakijawekwa huru kutokana na uchafu na maambukizi kwa usafi na mzunguko wa sahihi wa hewa. Sababu kubwa ni hiyo. Kama mtu anapata na homa na hajadumisha usafi, asahau ile homa kuiponya kwa njia ya kawaida na hamtukusi Mungu. Kitabu cha Spiritual Gift volume 4 ukurasa 141. Familia tumesumbuliwa na homa na malaa na baadhi wamefariki, na waliobaki katika mzunguko wa familia wanamlalamikia Muumba wao kwa sababu ya ugonjwa, wakati chanzo cha ugonjwa wote ni matokeo ya kutokuwa makini. Wengi wamekufa na homa na wanamlalamikia Mungu. Sasa Mungu amesababisha ugonjwa huu ni kwa sababu ya wao kutokuwa makini kwenye jambo la usafi. Mara nyingi uchafu ni sababu ya homa nyingi sana. Iwe homa ya matumbo, homa ya typhoid, homa ya baridi yabisi. Uchafu uliozunguka makazi umewaletea magonjwa ya maambukizi. Ugonjwa karibia wa kila maelezo utasababishwa kwa kuvuta hewa iliyochafuliwa na vitu vilivyooza. Daima huzuka uvundo kutoka katika huo uchafu unaochafua hewa. Tumeona hii.
Kwa hiyo mara nyingi shida kubwa ya homa ni hiyo. Baada ya kuangalia hiyo, sababu nyingine, tukiachilia uchafu kwenye mazingira, ni maji kutuama. Maji kutuama sehemu inapaswa kuepukwa. Ni sababu ya homa mbalimbali, na hasa homa ya malaria pia imesababisha na jambo hili. Hao tulipo kurasa wa 64 nasema, endapo nyumba ikijengwa mahali ambapo maji hutuama kuzunguka, yakibakia kwa muda na baadaye kukauka, ukungu mbaya wenye sumu huzuka, na hivyo homa, vidonda vya koo, magonjwa ya mapafu na homa huwa matokeo. Ukisoma hata kitabu hiki Counsel on Health kurasa wa 53 kina neno fulani kuhusiana na homa. Ukurasa wa 53 kitabu hiki Counsel on Health, tunaenda kuangalia, tunasema kwamba makazi ikiwezekana yanapaswa kujengwa juu penye mwinuko na penye ukame. Endapo nyumba ikijengwa mahali ambapo maji hutuama, kwenye kitabu hiki kuzunguka, hubakia kwa muda na baadaye yanakauka, uvundo wenye sumu. Yaani tunasema maji kubakia sehemu fulani kutuama karibu na makazi ya nyumba ni sababu kuu ya watu kupata na homa. Hata maji baada ya kukauka, pale panabakia na uvundo wenye sumu. Tunasema miasma inainuka kupitia hewa, na wewe unavuta ile hewa pasipo kujua, na inakusababishia homa. Kwa hiyo maeneo yanayozunguka nyumba, tahadhari kubwa inapaswa kuangaliwa sana dhidi ya maji yanayotuama na uchafu unaobakia. Hili ni jambo la kwanza ili kuondokana na homa. Hii ilikuwa ni Counsel on Health, ukurasa wa 53 kitabu hiki, aya ya pili. Jambo jingine unalopaswa kuwa na tahadhari ni epuka sana kutibu homa kwa kutumia madawa ya viwandani kama aspirin, paracetamol, amoxicillin na dawa nyingine ambazo mahospitalini wanaagiza. Sio mpango wa Mungu watu watumie waende hospitalini na kutibiwa na dawa hizo. Ni kwa sababu ya uzembe wao wenyewe. Jambo jingine, kwa sababu ya uzembe wa kanisa. Na hivyo watu wengine wamekuwa bila kujua wanalazimika kwenda huko ili waokoe maisha. Ni kwa sababu ya kupuuza. Mambo matatu yanayofanya watu watumie madawa ya viwandani ni kupuuza wao wenyewe nuru ya Mungu na kudharau maagizo ya Mungu kuhusiana na tiba. Jambo la pili ni yeye mwenyewe mzembe, mama au baba wanapeleka mtoto hospitalini anayeumwa. Hawana juhudi kwa ajili ya kuponya ugonjwa. Na jingine ni kutokuwa na imani kabisa na Mungu. Kwa sababu njia tunazosema hapa ni njia rahisi. Mtu akisikia homa unaweza kaitibu kweli, ushaikuumwa homa. Kingine, uzembe wa kanisa. Kwa tu hakuna watu ambao ni wanafahamu sana. Wengi hawajui magonjwa. Na nabii anasema somo la magonjwa na vyanzo linapaswa kukawiwa zaidi. Matokeo yake watu wamekimbilia kwenye modern medicine tunaita. Modern medicine ambao haimfundishi mtu kujua dalili za magonjwa. Ugonjwa wa typhoid una dalili ipo, ugonjwa wa malaria una dalili zipi? Tunaita watu wa matibabu wanaita case definition, kwamba dalili ipi inaubainisha ugonjwa fulani. Hawana muda huo. Hata wale wanaojidai kuwa na sanitarium mnakuwa na nini, hawana muda wa kufuatilia dalili za magonjwa na kukawia zaidi. Hivi malaria inasababishwa na nini? Nini chanzo? Nini predisposing factor wanaita? Nini kisababishi ukiachilia vyanzo vya ugonjwa? Nini kinachopelekea ugonjwa? Kama tulivyoona mazingira kuwa machafu ni kinachopelekea homa. Lakini homa ya typhoid wewe kusema mazingira kama machafu, kuna kiashiria ambacho kimeelea husika. Hawana muda watu. Na Mungu anasema kuhusiana na somo la magonjwa na vyanzo tunapasa kukawia zaidi. Anasema
Bwana amependeza kuwasilisha jambo hili mbele yangu katika usahihi wake. Anasema hali za homa hakipaswi kutibiwa na dawa za viwandani. Hali ngumu zaidi kwa uzuri na kwa mafanikio zimezuiliwa kwa nguvu kwa mwili wenyewe. Manifesto ya 16 kurasa 288 aya ya kwanza. Hali ya homa mara nyingi zimekuwa zikiwapata watu wengi na zimekuwa zikisumbua kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo wito ni kuwa na bidii katika kudumisha afya. Afya iko mkononi mwako. Baada ya hapo tukihitimisha somo la homa, kama nilivyogusia, homa zote tunaweza kuzitibu kwa njia ambazo tumetangulia mwanzo kutisema. Nimalizia kwa kusema kusema jambo fulani kwenye kitabu, kwenye jambo fulani tunasema ni kama summary ya kitu ambacho tumeangalia kuhusiana na homa na matibabu. Tulianza kwa kuangalia kwa ujumla dalili za homa. Tukaona joto kupanda, udhaifu wa mwili, kwa wakati mwingine matumbo kuharisha na kutapika, mwili kujisikia baridi, mafua makali, kutoka kamasi. Yote hizo ni dalili za homa kwa ujumla. Tunaangalia kwa kutoa muhtasari wa matibabu ya homa. Unapokuwa umepata na homa, cha kwanza, kanuni za kuelekea kutibu homa yoyote. Zingatia usafi. Usafi wa ndani ya nyumba yako. Kama ni nyumba yenye sakafu, udumishe kudeki kwa kutumia sabuni. Dumisha usafi ndani ya nyumba. Kama hakuna sakafu, fagia na umwagie maji kuzuia ile vumbi. Vumbi ni hatari sana, linabeba vimelea. Kingine unapoelekea kutibu homa kwenye sehemu ya usafi, dumisha usafi wa choo. Kama choo unaweza kudeki kwa kutumia sabuni. Kama ni vyoo vya matundu, vyoo vya watu wanatengeneza vya kizamani, kiacha hivi vya kisasa. Weka kwenye choo majifu. Majifu yana uwezo mkubwa wa kusafisha. Safisha hata sehemu chafu kwenye sehemu ya maoso ya uchafu, mwagia majifu. Utaua vimelea vya typhoid, vimelea vya malaria na uvundo mbaya unaoinuka. Dumisha usafi wa nguo ya mgonjwa, maana uchafu unatoka kupitia ngozi na lazima unakuwa ni mwingi. Mhafanyi mgonjwa aoge mara kwa mara. Kitanda na matandiko ya mgonjwa yafuliwe mara kwa mara. Maana tumeona kwenye vitabu vya Injili ya afya kilichosema kwamba nisome nukuu kwenye Injili ya afya inayosema kwenye kitabu cha Injili ya afya inasema kwamba amri 10 za Mungu zilizotangazwa na Jehova katika mlima Sinai haziwezi kukaa kwenye mioyo ya watu wenye tabia isiyo na mpangilio wala chafu. Ni kwa namna gani sheria takatifu zinaweza kuandikwa juu ya mioyo ya watu ambao sio wasafi katika nafsi, kwenye nguo ama katika nyumba zao? Haiwezekani. Tumeona haya. Kwa hiyo tunapoangalia haya yanatufundisha jambo kubwa tu kwenye maisha haya. Baada ya kuona hapo, baada ya kuona hayo, tuangalie njia nyingine kwa ujumla, Baada ya kuangalia, zingatia usafi kama sehemu mojawapo ya matibabu. Cha pili, unapotibu homa, tumia maji baridi kichwani kwa njia ya kukanda kwa maji baridi. Kama ni mtoto anauma homa au mtu mzima, tumia maji baridi kichwani, tumia maji ya moto. Maana mara nyingi homa huwa zinaambatana na shida ya akili. Homa kama ya malaria ikipanda sana inasababisha mtu apate na shida ya degedege. Mtu mgonjwa wa homa, mnawishe maji ya baridi kichwani. Mvalishe kofia ya baridi kichwani iliyoloweshwa kwenye maji ya baridi, au tumia hewa baridi kumnyunyizia kichwani. Tunasema cold air duct. Cha pili, unapotibu homa, tumia fomentation ya moto juu ya tumbo, ini, bandama.
Tumia mkando wa moto juu ya mgongo. Hizi ni njia ambazo ukizitumia kwenye homa, unaona homa inaondoka yenyewe. Wakati mwingine tumia nyuma ya shingo, tumia mkando wa baridi. Weka kusababisha kushusha maumivu ya kichwa. Kingine, weka miguu yako kwenye maji ya moto kwa dakika 10 au 15. Wakati mwingine kaa kwenye maji ya moto dakika 10 au 15. Njia zote hizo unaweza kuunganisha ukachagua njia za kutumia. Tumia enema ya moto, tumia enema baridi kuweza kuondoa hali hii. Enema baridi ni kwa ajili ya kushusha joto. Enema ni kwa ajili ya kushusha joto. Baada ya hapo zingatia lishe. Kwenye matibabu ya homa, tusome kuhusiana na lishe, maagizo ya Mungu. Anasema katika hali za homa, ni Shuhuda ya pili ya Kanisa kurasa 384 na hadi 385. Anasema katika hali za homa, kujiepusha na chakula kwa muda mfupi huku ukitumia maji kwa namna nzuri kutapunguza homa. Lakini tabibu anapaswa kuelewa hali halisi ya ugonjwa na asije akamruhusu mgonjwa kujinyima chakula kwa muda mrefu hadi mfumo unakuwa dhaifu. Wakati homa ikiwa katika nguvu zake, chakula kitaumiza na kusisimua damu. Lakini punde baada ya nguvu za homa kupungua, chakula kinaweza kutolewa kwa namna nzuri. Endapo chakula kikizuiliwa kwa muda mrefu, matamanio ya tumbo huzalisha homa na ambayo itaponywa kwa kuruhusu chakula kwa kiwango sahihi chenye ubora mzuri. Kwa katika hali ya homa, mgonjwa afunge milo 2 au 3. Mlo mmoja au 2. Na wakati anapokuwa amefunga kula, atumie maji kwa ufanisi kwa ajili ya kusafisha sumu iliyozalishwa katika ndani ya mwili. Mgonjwa wa homa anashauriwa kunywa maji safi. Usitumie vyakula usitumie vyakula ambao ni vigumu kumeng'enya unapokuwa kwenye homa kali. Mgonjwa mwenye homa kali mruhusu atumie matunda, juisi za matunda, atumie mkate na vyakula vyepesi kumeng'enya. Usimpe vyakula vigumu ambao watu walio na afya nzuri wanatumia. Anasema chakula cha matunda na juisi yake ni moja ya chakula bora kwa wagonjwa wa homa ya matumbo. Homa ya matumbo, mara nyingi tumia juisi ya matunda.